Bila shaka mtazamaji wa Mlimani TV popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya, na karibu katika dakika 30 za mahojiano ambayo tunafanya kila siku studioni Jumatatu mpaka Jumamosi. Lengo ni kuweza kujuza yale mengi ambayo yanajiri katika maeneo mbalimbali hapa nchini ambayo unapaswa kuyajua hata nje mpaka Tanzania. Tunakuwa tunazungumza hapa katika kipindi kisijahara cha siku hii leo, ambayo kila siku hapa Mlimani TV chuo kikuu cha Dar es Salaam. Naitwa Spencer Lamik, mkusitwe sote, na leo tunazungumzia mradi wa mabasi yaendao kasi hapa Dar es Salaam. Tuna wataalamu hapa watazungumza changamoto zake, lakini pia ulipoanzia na hivi sasa ni hatua zipi ambazo sasa hivi mradi huu unapitia na mafanikio yake na baadhi ya faida ambazo bila shaka mtazamaji na mtumiaji wa barabara hizi za Dar es Salaam utaweza kuzipata. Lakini pia tunao viongozi kutoka manispaa ya Kinondoni hapa Dar es Salaam na watazungumza mengi tu. Nikusitwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, tafadhali usiondoke. Na ili kujua mengi ambayo yanajiri katika mradi huu wa mabasi yaendao kasi, tumemwalika bwana Jack Meena ambaye ni mtaalamu wa mawasiliano wa wakala wa mabasi yaendao kasi maarufu kama DART hapa Dar es Salaam. Karibu sana. Nashukuru. Pia kwa kujua mengi kutoka katika manispaa ya Kinondoni tunaye afisa uhusiano wa manispaa hii bwana Sebastian Mhohela. Karibu sana. Asante sana. Tutazungumza mengi kwa upande wao, masuala ya matching tutaweza kusikiliza na mambo yanaathiri ujenzi huu wa mabasi yaendao kasi. Kwa pamoja tutazungumza mengi kuhusiana na mradi huu wa mabasi yaendao kasi. Tuanze na bwana Meena. Unatoka ni mtaalamu wa mawasiliano kutoka DART. DART ni nini hasa pengine? Kama tunafahamu ndugu mtazamaji, wakala wa mabasi yaendao haraka jijini Dar es Salaam, yani DART, ulianzishwa mwaka ule wa 2007, yani Mei tarehe 25 2007, lakini wakala huu ulizinduliwa rasmi tarehe 16 Juni 2008. Ningependa kuchukua fursa hii kuwafahamisha wakazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba wakala wa mabasi yaendao haraka yani DART upo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, na kwamba ndio msimamizi mkuu wa mabasi yaendao haraka pamoja na miundombinu yake. Wote ni mashahidi, mnaona kitu ambacho kinaendelea sasa hivi katika jiji la Dar es Salaam. Kuna ujenzi ambao unaendelea wa miundombinu, na Mungu akijali inshallah mwakani kwenye mwezi wa 8 wa 9 tunaweza tukafanya majaribio ya kwanza kabisa ya kuonyesha namna mabasi, kwanza tutakuwa na mabasi ambao yataanza kufanya safari na namna wakazi wa jiji la Dar es Salaam watakaweza kutumia ile mabasi. Na lakini kabla hata ya matumizi ya mabasi yenyewe na matumizi ya barabara pamoja na vituo ambavyo mnaviona vinaendelea kujengwa, hususan katika hii awamu ya kwanza ambayo inaanzia Kimara Mwisho kwenda moja kwa moja mpaka Kivukoni, lakini pia ukifika Magomeni pale kuna hii barabara ya Kawawa Kaskazini, kwa maana kwamba kutoka Magomeni kwenda mpaka Moroko, lakini pia itajumuisha kile kipande cha Msimbazi Street yani kwa maana Fire mpaka Msimbazi, nacho kitajengwa kwa chini ya awamu ya kwanza. Nitaelezea hapo mbele kwamba mradi huu unajengwa katika awamu ngapi. Kwa hiyo ningependa baada ya kutoa historia fupi kwamba wakala ameanzishwa lini, wakala iko chini ya nani, ni vizuri kufahamu majukumu makuu ya wakala wa mabasi yaendao haraka katika jiji la Dar es Salaam. Jukumu kubwa la kwanza ambao wakala amepewa ni kusimamia utekelezaji wa mabasi yaendayo haraka katika jiji la Dar es Salaam. Hilo ni jukumu kuu. Lakini la pili, mabasi yaendayo haraka. Jukumu la pili ni kuweka mpangilio makini wa matumizi ya barabara kuu na barabara ndogo kwa watumiaji wote. Hii ikiwa na maana kwamba watumiaji wa barabara, kwa maana kwamba wanaoendesha magari, lakini pia wanaoendesha vyombo vingine vya moto kama pikipiki, baiskeli, bajaji, lakini pia waendao kwa miguu. Lakini jukumu la tatu ambalo ni kubwa sana ambalo DART wanalo ni wakala wa DART analo ni kuhakikisha kwamba wanaweka management, wanakuwa na management ambayo ni makini, management ambayo itasimamia utekelezaji
wa mradi mzima wa DART ambao ni makini, kwa maana kwamba itakayoleta ufanisi lakini pia italeta tija katika swala lote hilo. Pengine mlitazama nini mpaka mkaamua kuja na hii wakala? Kulikuwa na changamoto ipi ambayo iliwasukuma nyinyi kuanzisha hii wakala? Okay, kama unafahamu jiji la Dar es Salaam ni kati ya majiji makubwa duniani yanayokuwa, na katika nchi za dunia ya tatu ni kwamba ni kati ya jiji ambalo linakuwa kwa kasi. Kwa hiyo jiji linapokuwa kwa kasi kubwa, ili iweze kuwa na tija na kuweza kukabiliana na matarajio mengi ya watu wengi wanaishi ndani ya jijini, lazima ulifanye jiji liwe endelevu. Na katika jiji lolote ambalo linapaswa kuwa endelevu, ni kwamba usafiri wa haraka, uhakika na salama ni nguzo muhimu sana kulifanya jiji kuwa endelevu. Kama unavyofahamu, jiji la Dar es Salaam sasa hivi population yake imekuwa kubwa, tuna wakazi wengi. Sensa ambayo imefanyika mwaka jana, takwimu zinatuonyesha kwamba tuko zaidi ya milioni 4.5. Lakini wale ukijumuisha na wale ambao kwa namna moja au nyingine ya kuhesabiwa, tunaweza kujikuta hata tuko milioni 6. Sasa milioni 6 tuko Dar es Salaam sio watu wachache. Au watu wanahitaji kila kukicha asubuhi, watu wanakwenda sehemu mbalimbali kwa maana kwenda maofisini, lakini pia katika sehemu za biashara, lakini katika maeneo mengine mengi kadha wa kadha kwa ajili ya kujitafutia mahitaji yao. Sasa unapokuwa na mahitaji makubwa kwa kiwango hicho, unahitaji kuwa na mfumo ambao ni imara, wa uhakika, lakini pia wenye gharama nafuu, ili kuweza kuwawezesha au wakazi wa jiji waweze kutumia huo usafiri wa umma, waweze kufika sehemu zao kwa haraka, lakini kwa gharama nafuu, kwa kuzingatia hali halisi ya maisha ya Mtanzania. Sawa. Na mtazamaji, ni Bwana Jack Mena huyo kutoka DART, lakini pia tunaye afisa uhusiano wa manispaa ya Kinondoni. Tuambie katika mradi huu wa mabasi, pengine nafasi yenu kama manispaa ni ipi hasa? Mimi naweza kusema sisi kama manispaa Kinondoni tuna nafasi kubwa zaidi katika kuunga mkono jitihada za wakala wa mabasi yaendayo haraka. Kwa sababu kwanza sisi kama manispaa ya Kinondoni jukumu letu la msingi ni kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwa hiyo ndio jukumu letu la msingi. Na kwa sababu wakala wa mabasi yaendayo haraka jukumu kubwa ni kutoa huduma za usafirishaji, na sisi kama manispaa tuweze kukaa pembeni. Tunatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba mradi jinsi utakavyokuwepo na hali halisi itakavyokuwepo wakati huo, sisi ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira gani ili wakazi wetu kwanza waweze kuelewa mfumo mzima ule mabasi yaendayo haraka unakuwa namna gani, lakini pia kuandaa namna ya kuwezesha ule mfumo ili wananchi wasipate na matatizo mengi. Kwa sababu nitakupa mfano fulani, kutoka Kimara mpaka utakapofika labda Feri, ataelezea mwenzangu kwamba utakuta kwamba kuna vituo ambavyo vinaingia pembeni ni vichache sana. Kwa mfano, yani watu walizoea, inawezekana labda mtu anaweza kutoka Ubungo Mataa anaenda Ubungo Maziwa, anakatisha tu, anatoka pale anafika Urafiki anakatisha, atafika Manzese Midizini atakatisha, atafika labda hapa Kagera atakatisha upande wa pili. Manaki kitu kama hicho mradi utakavyokamilika haitawezekana. Kwa hivyo sisi kama manispaa pia tuna majukumu yetu makubwa sana, namna gani tunawawezesha hawa wakazi wetu waweze kuzoea ule mfumo. Yani kwa maana kwamba mtu atakayetaka kwenda moja kwa moja posta aandaliwa mazingira kukaa moja kwa moja kwenye mfumo wa mabasi yaendayo haraka kwa maana ya DART. Lakini yule atakayependa kukatisha katika kila baada ya mita 50, ni jukumu letu sasa sisi kuboresha barabara zile ambazo mtu atapita pembeni kwa kuingia ndani, hata ingia kwenye mfumo wa mabasi yaendayo kasi. Kwa ndio maana tutakuja kuona kama umefuatilia kwenye bajeti zetu za manispaa na kazi tunazozifanya kwa miaka hii 3 mfululizo, utaona kwa kiwango kikubwa sana, nguvu kubwa sana tumepeleka kwenye kuboresha miundombinu ya barabara na mifereji ya maji. Na katika mkakati huo utakuja kuona kwamba tuna barabara nyingi sana tumezipandisha hadhi, ambazo zilikuwa kwenye kiwango cha changarawe tumezipeleka kwenye kiwango cha lami.
na sababu kubwa ni hiyo, kwamba ni kuhakikisha kwamba tunarahisisha usafirishaji wa wananchi ambao wanataka kupata huduma kwa haraka, lakini pia bila kuathiri mfumo wa wananchi, yani kutaka kwenda sehemu yoyote wanayohitaji bila kupata usumbufu. Sasa ukiangalia hizi barabara, ukianza Ubungo mpaka unafika hapa Magomeni Mataa, utakuja kuona tuna barabara zaidi ya 6 tulizozipandisha hadhi na zote tumeziweka kwenye kiwango cha lami. Sawa sawa. Yeah. Mabasi yaendayo haraka ambayo yatakuwa katika mfumo wa dati. Yaani mabasi ambayo yatakuwa na njia zake maalum. Na ndio maana unaona ujenzi ule, zile barabara zote za kati, hakuna barabara yote, hakuna gari lolote ambalo litakuwa ni private ambalo litakuwa linapita katika zile barabara. Zile ni barabara maalum kwa ajili ya mabasi yaendayo haraka. Na kutakuwa na mabasi aina mbili. Kutakuwa na mabasi ambao ni express, kwa maana kwamba yatakuwa na vituo vichache vya kusimama. Lakini kutakuwa na mabasi ambayo yatakuwa yanasimama kila kituo kwa muda maalum. Mathalan, basi limetoka kutoka Kimara Mwisho au wanaita Kimara Matangini. Kuna vituo 27 vidogo kuanzia Kimara Mwisho mpaka Kivukoni. Kwa hiyo litakuwa basi linatoka Kimara Mwisho, linakuja katika kituo kinachofuata, tuseme linasimama kwa dakika 5. Linasimama kwa dakika 5 pale kwa ajili ya kupakia na kwa ajili ya kushusha abiria na kupakia abiria. Kwa hiyo dereva atakuja pale, atasimama kwa dakika 5. Dakika 5 zake zimemalizika, anakwenda kituo kinachofuata, anashusha abiria, anapakia abiria, hivyo hivyo mpaka safari inapokwenda. Hao ni mabasi ambayo yatakuwa ya kawaida na yatakuwa na leni yake. Yale mabasi ambayo ni express, kama nilivyosema, yatakuwa na vituo vichache ili kuweza kuwaisha wale ambao wanakwenda moja kwa moja, ambao hawashukii katikati ya safari. Umesema pengine huenda tukaanza kupata majaribio kufika mwaka 2014. Pengine mradi huu unahusisha hatua ngapi mpaka kukamilika kwake? Kama nilivyosema awali, mradi huu mpaka utakapokamilika, Mungu akijalia, na mipango, tunazungumzia mipango. Mipango iliyowekwa ni kwamba mradi huu unatekelezwa kwa awamu 6. Na katika awamu 6 hizi ningependa nizitaje awamu hizi 6 kama ifuatavyo. Awamu ya kwanza kabisa ambayo ndio sasa hivi inatekelezwa inahusisha barabara ya Morogoro, kwa maana ya kuanzia Kimara Mwisho mpaka Kivukoni. Lakini pia inahusisha barabara ya kuanzia Magomeni mpaka Moroko, ambayo hiyo tunaita Kawawa Kaskazini. Lakini itahusisha pia barabara ya Msimbazi moja kwa moja mpaka na Kivukoni. Kivukoni pale kuna depot kubwa tu, yani kuna kituo kikubwa ambacho kimekamilika mpaka sasa hivi ninapozungumza kwa asilimia takriban 70. Kile kituo ni kwa ajili ya maegesho, lakini pia ni kwa ajili ya kushusha abiria. Hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili, ndugu mtangazaji, itahusisha barabara ya Kilwa Kawawa Kusini, kwa maana tunapozungumzia Kawawa Kusini tunazungumzia Magomeni, Kigogo moja kwa moja mpaka unapokuta Karume. Ile ni Kawawa Kusini, ambayo hii barabara itakuwa na urefu wa kilomita 19.3, na ile barabara ya kwanza niliyozungumzia, barabara ya Morogoro, yenyewe itakuwa na urefu wa kilomita 20.9. Awamu ya tatu itahusisha barabara ya Uhuru, alafu Uhuru Street, itahusisha barabara ya Nyerere, lakini pia itahusisha barabara ya Bibi Titi Mohamed na Azikiwe. Hizi barabara zote zikamilika zitakuwa na urefu wa kilomita 23.6. Awamu ya 4 itahusisha barabara ya Bagamoyo na Sam Nujoma, ambapo urefu wa barabara hizi ukamilika ni kilomita 16.1. Awamu ya 5 itahusisha barabara ya Mandela na barabara mpya. Kutakuwa na barabara Mandela, lakini kutakuwa na barabara nyingine mpya ambayo itajengwa. Sasa kwa ujumla wake itakuwa na kilomita 22.8. Awamu ya mwisho au ya 6 itahusisha barabara ya Old Bagamoyo,
na barabara nyingine 2 mpya ambazo zitajengwa, na zikikamilika ujumla wake utakuwa kilomita 27.6. Sasa huu ujenzi sio ujenzi mdogo, ni ujenzi mkubwa, na unapokuwa na ujenzi mkubwa maana yake ni kwamba gharama za ujenzi nazo zinakuwa kubwa. Tunashukuru kwamba ujenzi huu unafadhiliwa, kwanza unagharimiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kitu cha msingi kwamba ujenzi unagharimiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini unafadhiliwa na Benki ya Dunia kwa gharama za Kimarekani ya dola milioni 225.7 ujenzi wote ukikamilika. Sasa mipango hii hizi awamu 6 umetaja hapo, wengine ndio hizo ambazo zitakamilika kabla 2014? Hapana. Ujenzi utakao kamilika ni wa awamu ya kwanza ambao unajumuisha kama nilivyokuambia mwanzo barabara ya Morogoro moja kwa moja kutoka Kimara mwisho mpaka Kivukoni front, lakini pia barabara ya Kawawa kaskazini kwa maana ya Magomeni Moroko na Msimbazi Street. Kwa hiyo hicho kipande itakuwa na kilomita 20.9. Kwa hiyo ndio tunataraji kwamba, nafikiri mnaona ujenzi unavyoendelea, kwamba Mungu akijalia mipango ikienda kama ilivyopanga, mwakani mwezi Agosti au Septemba tutakuwa tumekamilisha na kuweza kuanza majaribio ya mabasi ya kwanza. Ninapozungumzia mabasi haya yatakuwa ni mabasi makubwa. Ni mabasi ambayo yatakuwa na uwezo wa kubeba abiria kati ya 140 mpaka 160 kwa wakati mmoja. Kwa ni mabasi makubwa. Sasa ni Bwana Jack Meena huyo, mtaalamu wa mawasiliano kutoka wakala wa mabasi yaendayo haraka si kasi DART hapa Dar es Salaam. Lakini pia tunaye Bwana Sebastian kutoka Manispaa ya Kinondoni. Hawa ni wadau wakubwa katika kusimamia wakati mradi huu unapita, wao wanasimamia kuweza kuhakikisha kwamba pengine wananchi wao wanaishi katika mazingira mazuri zaidi. Bwana Jack, Bwana Sebastian, tuambie sasa katika Manispaa ya Kinondoni pale. Kumekuwa na changamoto nyingi bila shaka za hawa machinga, wakati mwingine wamekuwa wakishuhudia wakisababisha mradi huu wakati mwingine unasimama. Nyinyi mmejipangaje kuweza pengine kuhakikisha kwamba pengine machinga hawa hawasababishi tena pengine mradi huu mwingine kuchelewa na kuandamana na kukaa katika maeneo ambayo si rafiki kwao ambapo mradi huu unapita? Mimi nakushukuru sana mtangazaji kwa kugusia hilo swala la machinga kuwa kikwazo katika kufanikisha huyu mradi wa mabasi yaendayo haraka.